Moja ya vitu ambavyo vimejiri vya karibu sana ni namna ya kuwa na maendeleo chanya na uhifadhi chanya ambao huwa unaanza na kupangilia matumizi bora ya ardhi, matumizi bora ya maji kwenye ngazi ya vijiji, kwenye ngazi za wilaya na kwenye ngazi za nchi. Ni mkutano wa Baraza la Afrika la shirika la The Nature Conservancy, ambapo pamoja na mambo mengine wajumbe wa baraza hili wamejikita kutathmini maendeleo, fursa na changamoto zilizopo kwenye uhifadhi unaojibu mahitaji ya watu. We are here for the Africa Council meeting, but also to see some of the amazing programs that TNC is supporting in Tanzania, and all thanks to our partners, ably led by Mama Samia, our Excellency. Maybe in your discussion, in your meeting, what was the most challenge that emerged, and you had to put more effort on that particular challenge? Good point. The most important challenge is we need to protect nature. But people, how do we make sure nature can provide for people? Tanzania is growing. Every life matters. How do we make sure that we don't only protect nature, but we preserve lives? How can nature benefit people? Uhifadhi unategemea sana ardhi na maji ambako ndio maisha yanaendelea. Kwa hivyo ni kwamba maendeleo yanahitaji ardhi ile ile ambayo ni nzuri sana kwa maendeleo, lakini pia ni muhimu sana kwa uhifadhi. Basi moja ya vitu vilivyochomoka ni tunafanyaje na tunapangaje kwenda kwa ubora au kwa weledi na kwa kutumia science kwenye maeneo ambayo yanahitajika kufanyika uhifadhi, lakini pia yajibu haja za maendeleo ya watu kama kupatikana kwa chakula na pato la kaya. Dr. Balozi Pindichana, waziri wa maliasili na utalii, naye amekuwepo. Maeneo yetu haya ambayo tunayo, maeneo ya misitu, maeneo ya mito, maeneo ya maziwa, kwa mfano Lake Victoria na maeneo mengine, ocean, maeneo ya misitu, lazima tutunze. Na tunapotunza haya maeneo na yenyewe yanatutunza. Manake ni kwamba tusitumie bila mipango bora ya matumizi ya ardhi. Kwa hiyo wakati umefika sasa kuendelea kutoa rai. Kwanza tufanye kazi kwa ushirikishwaji kwa pamoja, hususan katika ngazi za vijiji na vitongoji. Lakini tunapofanya hizi kazi, lazima tuhakikishe hatuingizi vitu kama mifugo, ina athari kubwa. Hatuweki makazi katika maeneo kimsingi ambayo tumehifadhi. Lakini mipango bora hii ya matumizi ya ardhi lazima tufanye kwa ushirikishwaji. Kwa hiyo ukiwa kuna mpango mkakati ambao umeanzia chini, mjadala umeanzia chini, wanajamii wenyewe wakaamua kwamba eneo letu hili bana ni kwa ajili ya malisho ya mifugo, eneo letu hili ni kwa ajili ya mashamba labda makazi. Ukiangalia namna hiyo sasa, wakishaamua wenyewe ule mpango ukakaa vizuri na serikali ikaupitisha, basi inakuwa ni njema zaidi na inakuwa na urahisi zaidi kuweza kufanya maendeleo endelevu kwenye haya maeneo ya jamii. Hii ni Kadoshi TV, always on time.